Waislamu, assalamu alaikum. Wakristo, Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Muhammad Said Muhammad. Ni mwigizaji. Kwa jina la sanaa naitwa Modi Momo. Naomba nichukue dakika 5 au 2, naomba unisikilize kwa makini. Kama kijana mwenzangu, kama Mtanzania mwenzangu, wote tunajua nini maana ya Sabasaba, nini maana ya sikukuu ya Sabasaba. Hivyo kuna watu wanapampisha ikifika hiyo tarehe 7 ya huu mwezi wa 7 tukaandamane zewei etio haki, uhuru na vitu vingine. Labda tu mimi niseme na niombe kwa Watanzania wenzangu, vijana wenzangu wenye umri kama langu, watafutaji wenzangu. Wazee wetu walipata maisha magumu kwa nyuma ya ukoloni. Mbona waliteseka sana, na sisi hatutamani kurudi huko. Hivyo kuna watu wachache wanapampisha, yani wao wapo mbali, hawapo katika hili. Wao kazi yao kutuma video kwenye mitandao ya kijamii, kushawishi vijana wakaandamane kwenda kuchoma rasilimali, kushusha uchumi wa taifa. Kwao ina manufaa kwa sababu inawezekana umepewa chochote kitu. Sasa kwako wewe kijana ambaye utapigwa jiwe, utapasuka, utapoteza mguu, ambaye utapigwa na mabomu ya machozi, utamwagiwa maji yenye kuwasha, utapata faida gani kipindi ambacho wenzako labda washapewa chochote kitu? Hakuna faida yoyote utakayopata. Wenzako hapo nyuma inawezekana washapewa chochote. Wao kazi yao kupampisha na kuchochea maneno. Na kuomba kama kijana mwenzangu, siku ya Sabasaba ni siku rasmi ya kijana kujitangaza kibiashara. Sio lazima uende Sabasaba pale Mbagala. Kuna sehemu kibao za viwanja ambazo zipo open. Vijana mnajitokeza, mnatoa bidhaa zenu. Ni siku za kuoneshana bidhaa, za kubadilishana bidhaa kwa bidhaa. Lilikopotoka miaka na miaka zamani, babu zetu walikuwa wanabadilishana bidhaa kwa bidhaa. Kwamba mtu unaweza kwenda na kochi lako, mtu akalipenda, mtu mwingine akaenda labda na kitanda akakipenda, tukakubaliana, bwana mimi nikipenda sofa lako, nimependa kitanda chako, lazima wewe tubadilishane. Kama pesa hakuna, kama mwingine atatumia pesa, inawezekanika. Hivi vitu vilikuwepo enzi na henzi, ila sasa hivi naona watu wanataka kuingilia sikukuu kugeuza ya machafuko. Hawapendi amani tuliokuwa nayo. Kuna nchi hawapati amani ambayo tuliokuwa nayo sisi sasa hivi. Tunacheka, tunafurahi vizuri. Kuna nchi hawapati hata hizo sekunde za kufurahi na kucheka. Hivyo tuepuke na watu wanaotuwekea ushawishi wa vijana sisi kwenda kushambuliana na polisi, kupigana, kwa sababu hakuna faida yoyote ambayo tutapata. Hakuna manufaa yoyote zaidi ya wao wanapewa vinua mgongo, wanachochea maandamano kipindi wao hawapo. Utakapopigwa jiwe wewe hayupo, utakapobaba kupigwa hata risasi hayupo, utapomwagiwa maji ya kuwasha atakuwa hayupo. Hivyo vijana wenzangu, naomba tuungane na serikali yetu kama sisi vijana kununua uchumi wa taifa. Hiyo ni siku ya kujitangaza kama kijana. Kama wewe muuzaji nguo, kama wewe una vitanda, mchonga, vyombo, nini, unatakiwa utokee kwenye matamasha kama pale inapokuwa Sabasaba pale Mbagala na sehemu zingine tofauti. Kwa hapa Chanika sisi kuna sehemu inaitwa Pugu, kuna ule uwanja mkubwa, huwa tunakutana vijana wote, tunaonesha bidhaa zetu na tuna supplyana. Ndio hivyo, tunainuana kimgongo, tunajua huyu anafanya biashara gani na tunainuana. Hivyo hepuka maneno ya watu wachache wanaoweza kutugandamiza sisi vijana, kwa sababu sisi ndio taifa la kesho. Wazazi wetu walipata shida sana kulitunza ile taifa. Sisi tumeachiwa mabegani, inabidi tulibebe taifa letu. Hatuwezi kuwa kama South Africa. South Africa umeona sasa hivi maisha magumu, hata kazi hawapati. Sisi kwa hiki kidogo tulichojaliwa na tuna amani tele, tunaomba tukilinde, tukisamini, tumuunge mkono mama, kazi iendelee. Asanteni sana kwa kunisikiliza vijana wenzangu. Asante kwa kuchukua muda wako mchache. Mimi ni Mdengereko Boy. Nitakuwepo Pugu Mnadani siku ya tarehe 7 mwezi wa 7.
na biashara zangu pale. Ukitaka kujua biashara zangu wewe, ukifika tarehe 7 mwezi wa 7 Pugu Mnadani siku, na sio kwa maandamano, ni kwa ajili ya kuinuana vijana, biashara na vitu vingine. Huwa anabadilishana bidhaa kwa bidhaa na hata kwa pesa pia. Karibuni sana vijana, tupinge maandamano.